Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisalimie hivi kama uko mzima asubuhi ya leo. Hallelujah. Kama unasema Yesu ni Bwana katika maisha yako, nisalimie hivi. Hallelujah. Ni vizuri tuwe na furaha tukiwa ndani ya Yesu, maana tuko naye aliyetupa uweza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo ufai kushangaa wala kuangalia mtu. Unafaa kuwa connected, maana mbingu itaenda kunena mausia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi wakati huu tunapomwabudu Bwana, si expect watu waanze kuangalia wengine wakiingia, na expect watu tutembee katika hanga. Hallelujah. Nataka kuona watu wakinyenyekea, watu wakijua kile kimewaleta ni kuabudu Mungu aliyetuumba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hebu tupigie Yesu makofi. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako. Mwambie Bwana, niko hapa tu, nitengeneze jinsi upendavyo. Hallelujah. Hallelujah. I can't hear you, Steve. Hallelujah. Inua mikono yako, anza kuandaa hanga yako. Masaa haya tunaingia ni masaa sensitive. If you miss 1 minute, you miss all. Hallelujah. Waweza mtakatifu. Oh, wewe ni mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Yesu unaweza. Kwa sauti yako, mikono ikiwa juu, maana anaweza. Kila mmoja inua mikono yako. Bwana Yesu, wewe mwamini. Yesu unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Yesu unaweza. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Baba unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Asubuhi ya leo inua Yesu, mwambie waweza mambo yote, Yesu wewe mwamini. Baba unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Yesu unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Yesu unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi.
waweza mambo yote. You are not giving me. Yes, wewe mwamini. Baba unaweza. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Yesu waweza mambo yote, wewe mwamini. Yesu unaponya. Waponya, waponya, waponya Mwokozi. Waponya magonjwa yote, wewe mwamini. Sote tumwamie. Waponya, Waponya. waponya, Waponya. waponya Mwokozi. Yesu unaponya. Waponya magonjwa yote, wewe mwamini. Wewe wainua. Wainua, wainua, wainua Mwokozi. Wainua watu wako. Jiamini, jiamini. Wewe mwamini. Wewe wainua. Wainua, wainua, wainua Mwokozi. Wainua watu wote, wewe mwamini. Sema unaweza. Waweza, Yesu. waweza, Unaweza. waweza Mwokozi. Yesu unaweza. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Wewe unaweza. Waweza, Yesu. waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Yesu unaweza. Waweza, Yesu. waweza, Yesu. waweza Mwokozi. Unaweza. Waweza mambo Yesu yote, unaweza. Baba unaweza, mtakatifu. Asubuhi ya leo tunakuinua maana unaweza. Asubuhi ya leo tunakuabudu maana unaweza, mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo fungua kinywa chako. Mwambie Yesu anaweza asubuhi ya leo. Anaweza kutenda makuu. Anaweza kukuinua. Mwambie Bwana ninajua unaweza. Najua unainua. Asubuhi ya leo usinipite. Asubuhi ya leo usiniache. Asubuhi ya leo niguze, mtakatifu. Maana unaweza, Ebeneza. Unaweza kutenda. Asubuhi ya leo tunakualika mahali hapa. Tunakuinua Ebeneza mahali hapa. Tunakuinua Bwana maana unainua. Hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo naitisha mbingu zaidi ya mbingu za wachawi. Naitisha mbingu iliyo zaidi kuliko vyote, mtakatifu. Maana unaweza asubuhi ya leo. Tunashuka ukainuliwe. Tunakupa hii nafasi. Tunakupa hii nafasi. Tunakupa hii nafasi. Tunakupa hii nafasi, mtakatifu. Maana wewe unainua. Wewe unaweza. Wewe wabariki. Pacha nafasi yako mahali hapa. Maana isingalikuwa sio wewe, hatujui tungekuwa wapi kama sio wewe kutuponya. Oh, wewe unaweza. waweza, Yesu. waweza, waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, Come on, let's sing on. wewe Let's worship God. Oh, wewe unaweza. waweza,
Mwambie Bwana unaweza, unaweza, unaweza. Wewe unaweza. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, wewe unaweza, waweza, waweza, waweza Mwokozi, wewe unaweza, waweza mambo yote, wewe waweza ondoa mawazo ya wiki, wewe mwaminifu, Yesu unaweza, waweza, Yesu waweza, waweza Mwokozi, wewe unaweza, waweza mambo wewe unaweza, waweza
Mungu Bwana, imeanguka kwa chini ya jina lako kuu. Mwambie Bwana, omba. Mwambie Yesu, wewe ni Mungu mmoja usiyebadilika. Wewe ni Mungu mmoja usiyebadilika. Wewe ni Mungu tunayekuabudu. Miungu ya bahari imeanguka. Miungu ya bahari imefujika.
kuwa na wakati na wewe. Mwambie Bwana vile unahitaji siku ya leo akakutendee. Mwambie Bwana siku ya leo vile unahitaji katika Holy Communion ikafanya katika moyo wako. Mwambie Bwana jambo asubuhi ya leo, maana Mungu ni mmoja, kuna mwingine. Kuna watu wamejitengenezea miungu lakini haiwezi pita Mungu wa mbinguni. Kuna watu wamejitengenezea miungu lakini yupo mwenye nguvu, yupo mwenye nguvu na mamlaka. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, niko hapa na kuabudu, niko hapa na kuinua, niko hapa na kuabudu. Usipite bila kutenda, usipite bila kunigusa. Ibada ya leo ni ibada ya kusongea meza yake. Mwambie Bwana kutangaze, mwambie Bwana vile unahitaji. Kupita kwa damu yake tulikombolewa, kupita kwa damu yake tunawekwa huru, kupita kwa damu yake tunapona, kupita kwa damu yake kuna uhai. Yaweza kuwa wewe ni mgonjwa, inua sauti yako, mwambie Bwana shida yako, speak out. Usinyamazie kilio, pasua mbele za Bwana. Mungu yupo hapa, yupo hapa katikati yetu. Anangoja ukafungue kinywa ukampe nafasi, anangoja ukafungue kinywa ukampe nafasi, anahitaji ukafungue kinywa akakaribia moyo wako, anahitaji ukafungue kinywa ukampe mahitaji ashughulikie. Sina mwingine wa kumwabudu ila ni wewe. Sina mwingine, sina mwingine wa kumwabudu ila ni wewe, ni wewe Bwana. Sina mwingine, sina mwingine. Imba kama mtu ana ujasiri wake.
wewe wainua na kuabudu, ewe Bwana, sina mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisaidie kuwapigia makofi. Let's appreciate them. Tuwapigie makofi tu, tuwape morali. Hallelujah. Tuwape morali ya Yesu jamani. Hallelujah. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. 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 Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Jirani yako mwambie nimemsalimia kwa ajili ya Yesu. Nimekusalimieko kwa jina la Yesu. Mwambie nimemsalimia kwa jina la Yesu. Tutengenezee jamani, atuteka. Hallelujah. Nimekusalimieko. Tupigie Yesu makofi. Endelea na kusalimia mtu, mwambie nimemsalimia tu. Yes. Hallelujah, sitaki kupangwa. Mwambie nimemsalimia. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa songa hivi, kamera ina stream. Songa hivi. Hallelujah. Na unisamea watu wa media. Itabidi tu niwapange. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Nimewekwa huru na Bwana Yesu. Shetani akiniona Anatoroka. Nimewekwa huru na Bwana Yesu, shetani akiniona anatetemeka. Simama na ujasiri kama mwimbaji, acha kuogopa. Unaenda hiyo, unaogopa nini jamani? Hatujaenda hiyo huko international sana. Nimewekwa huru. Nimewekwa huru na Bwana Yesu, shetani akiniona anatetemeka yeye. Nimewekwa huru na Bwana Yesu, shetani akiniona anatetemeka. Tumewekwa huru na Bwana Yesu, adui akituona anatetemeka. Nimewekwa huru na Bwana Yesu, shetani akiniona anatetemeka. Cheza kidogo na usikize hivi. Sikiza hiyo mdundo tu peke yake. Haya. Piga makofi ya Yesu.
Ongeza uzito. Ayo. Aya. Ongeza uzito kila mtu. Unaruka namna hii, twende. Tunaruka namna hii. Sitaona pande hii, sitaona. Wanarika wamuniangushi. Usiniangushe. Pale nyuma kuna wamama wanazikwenda. Haya. Tuone. Tunaenda namna hii. Hata hii mnashindwa jamani. Maana tumewekwa huru, hatuogopi. Hatuogopi. Pale kwa spika twende. Weka uzito. Wewe. Jump for the Lord. Amekuweka huru. Amekuweka huru wende. Weka marigo kidogo. Roda tunaweka uzito namna hii. You are not blessing me. You are not blessing. Hii ni kitu ya kukushinda. Weka mikono. Wapi shamba na vigelegele? Nimewekwa huru na Bwana Yesu. Shetani akiniona anatetemeka. Nimewekwa huru na Bwana Yesu. Shetani akiniona anatetemeka. Tumekombolewa kwa damu yake. Shetani akiniona anatetemeka. Nimewekwa huru na Bwana Yesu. Shetani akiniona anatetemeka. 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 Hey! Anatetemeka. 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 Yeah! Anatetemeka. 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 Anatetemeka shetani. Anatetemeka. Wanatetemeka. Anatetemeka. Sioni. Hey! Ayo. Maadui zetu wote Anatetemeka. wanapotuona wao, Anatetemeka. Ibilisi naye Anatetemeka. anapotuona sote, maadui zako wote Anatetemeka. wacha kuangalia hao wako na mwenyewe, Anatetemeka. wachawi wote wetu Anatetemeka. wanapotuona tumebarikiwa, Anatetemeka. maadui zote wetu Anatetemeka. wanapokuona umzima, Anatetemeka. adui wako pale Anatetemeka. anapokuona ukitembea ukiwa na furaha, yeye anapokuona wewe Anatetemeka. wanatetemeka wote. Anatetemeka. Riga na Yesu. Anatetemeka. Haya, twende kila mtu. Wewe wako kama atetemeki, mupe nafasi atetemeke. Hayo cheza. Ai, cheza. Maanisha. Ai, maanisha. Ondoa shetani karibu nawe, cheza. Twende kila mtu. Ayo, sioni watu wakicheza.
Tunakanyaga mara moja mbele na nyuma. Haya tu. Bwana. Oh, fukuza shetani. Amekuzoea. Fukuza magonjwa. Wayo. Wayo. Arusha mguu mbele. Maanisha twende. Haya. Haya, weka mikono namna hii. Wow! Kila mtu twende. Ukiwekwa huru na Yesu anabaki wako wa uzima wa milele. Twende namna hii. Rudi kwako. Haya, maanisha. Gurumisha nani? Maanisha. Haya. Doze. Haya, twende. Ayo. Hii nakushinda mkono moja tu. Ayo. Tabasamu. Hebu cheza na Marina. Ukijua uhusiano wako na Yesu, hautaogopa. Ayo. Roda. Swing for the Lord. Ayo. Azi. Macho Yesu ni wailete. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Nipe saiki. Tunaenda namna hii. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Yesu ni wangu, Kati ya yu. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. 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 Kila mtu. Yesu ni wangu, ni uzima wa milele. Linga naye. Ananilinda, ni uzima wa milele. Vile anavyotenda, ni uzima wa milele. Vile amekupigania, ni uzima wa milele. Cheza. Vile anavyotenda, ni uzima wa milele. Gurumisha. Vile anavyotenda, ni uzima wa milele. Kila mtu twende. Tunafanya zote. Kila mtu. Ringa. Ukisikia kucheka, maana uko na yeye wa uzima. Ayo.
sioni. Tunafanya hapa, unainama namna hii. Juu. Twende. Kila mtu. I want to see you kneeling for the Lord. Twende. Unazunguka namna hii. Zunguka. Maila ino. Ayo. Sioni. Twende. Aya, twende namna hii. Imani wa uzima. 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 Sema ni wa uzima. Imani wa uzima. Imani wa uzima. Sema ni wa uzima. Yesu ni wa uzima. Yesu ni wa uzima. Yesu wa uzima. Imani wa uzima. Imani wa uzima. Imani wa uzima. Imani wa uzima. Vigelegele. Weka mikono namna hii. Tunamwimbia Yesu maana ni uzima. Tunamwimbia Yesu. Tunamtukuza Mesia. Tunamwimbia Yesu. Tunamtukuza Mesia. Yeye anaweza. Weka mikono kwa Yesu. Weka mikono kwa Yesu. Maana yeye ni wazima. Wangapi wanabarikiwa? Wangapi wanabarikiwa? Haya, twende namna. Doze. Weka mikono namna hii. Great has been. Great you has been. Haya, you swing for the Lord. Tunaenda Yesu umetubariki. Tunaruka kama tai. Wacha kushtuka. Haya, tuone. Pepea kama tai. Pepea kama tai. Roda, maanisha. Kila mtu nitaimba ukipepea kama tai. Wewe fidi, tuwe. Ukiguza jirani na mwambie asonge. Doze. Yesu umenibariki, naruka kama tai. Yesu umenibariki, naruka kama tai. Yelele, naruka kama tai. Yesu umenibariki, naruka kama tai. Yesu umetubariki, twaruka kama tai. Yelele.
Doze. Ruka kama tai na kuwa kichaa. Kama tai. Kama tai. Cheza. Twende nalo. Gurumisha. Gurumisha. Cheza namna hii. Aya. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Sijaona kama tai. 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 Doze. Yesu umeniinua, naimba kwa tai. Yesu umenibariki, nasifu kama tai. Umenibariki, naimba kama tai. Yesu umetuinua, naimba kama tai. Maana umeniinua, naimba kwa ujasiri. Maana umeniponya, naimba kwa ujasiri. Maana umetuinua, twaimba kwa ujasiri. Maana umetuinua, twaimba kwa ujasiri. Kama tai. Kama tai. Kuwa kichaa wa Mungu. Wacha kuogopa tuone. Wapi kule pasa? Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Twende nalo. Waonyesha wajue. Wazee wanaruka. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Wewe. Kama tai. Kama tai. Twende. Kama tai. Weka uzito. Kama tai. Amekulinda. Kama tai. Wapige. Weka mikono. Bwana tu. Yelele. Bololo. Wapigie makofi wanaporudi. Wape shangwe. Kama tai. Kama tai. Ulipigia watu wakakuzimia simu, maana walielewa shida yako. Wengine wakakublock, wengine wakakuweka kwa blacklist, lakini kuna simu haizimwi 24/7. Wow! Come on, back up. Alo. Simama na ujasiri. Hii haihitaji credit. Inahitaji credit ya mdomo tu unaongea. Hebu tabasamu. Weka mikono namna hii. Tunapiga simu ya mbinguni.
Angalia kama iko na network. Confirm network. Confirm network. Aiyo. Tafuta network sasa. Aiyo. Doze. Aya doze. Twende nalo. Alo mbinguni. Alo mbinguni doze. Alo mbinguni. 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 Alo mbinguni twende. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo kwa Yesu. Naongea na Yesu. Alo mbinguni. Usinisutue. Nataka gari. Nataka nyumba. Nataka gari. Nataka watoto. Alo mbinguni. Unanisikia? Alo mbinguni. Nataka kazi. Nataka kazi. Nataka pesa. Nataka pesa. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Nataka watoto. Alo mbinguni. Nataka watoto. Nataka pesa. Nataka pesa. Nataka pesa. Nataka mchumba. Wataka mchumba. Wataka mchumba. Nataki mimi. Nataka nyumba. Nataka kazi. Nataka kazi. Nataka gari. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Tunataka gari. Nani asiyependa gari? Hata kama umepita wa kuendesha utabebwa na watoto wako. Waitishie gari. Simama namna hii. Simama namna hii. Haya, wekelea mkono kwa steering. Wekelea mkono kwa steering. Gari haiendeshwaji na mkono moja. Utashikwa na polisi kwa traffic. Haya. Jamani, munitafutie microphone ya masikio. Nataka gari. Weka pause ya kuendesha gari. Twende. Utaendesha gari hadi ukiwa hadi uko hivi. Aya. Weka mafuta. Kanyaga mguu ya mafuta. Twende. Nataka gari. Nataka gari. Twende nalo. Endesha. Hawa wanaimba, wewe unaendesha. Twendesha. Teremusha kioo. Teremusha. Twende. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Tunataka gari. Tunataka nyumba. Tunataka watoto. Nataka gari. Nataka kazi. Nataka kazi. Wapi makofi? Wangapi wanataka kubebwa na Yesu? Weka mikono hapa. Yesu akubebe mchana wa leo. Yesu nibebe. Weka mikono hapa juu. Weka mikono hapa. Unamaanisha. Yesu nibebe. Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niweze.
Wangapi wamebarikiwa? Amen. You may have your seats kwa jina la Yesu. Amen. Basi sipigie waimbaji makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haisi umebebwa na Mungu. Haleluya. Sipigie Yesu makofi mazuri jamani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono wako juu namna hii. Peperusha hiyo mkono juu namna hii. Haleluya. Peperusha, inua hiyo ingine, hiyo ingine. Inua hiyo ingine, peperusha, peperusha. Angusha makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Yo basi wapigie waimbaji makofi mazuri. Pigia waimbaji makofi mazuri. Haya. Urudi ujipigie wewe mwenyewe makofi mazuri. Haleluya. Sinaona wale hawajipigi makofi hawajipendi. Bwana naona ujipigie makofi. Haleluya. Hiyo basi nataka nimshukuru Bwana kwa ajili ya kipindi ambacho kimepita, kipindi cha sifa. Haleluya. Tumebarikiwa kupitia nyimbo za mabudu. Tumebarikiwa kupitia maombi, tumebarikiwa kupitia sifa. Haleluya. Na ninajua kwamba sasa kipindi ambacho tunachoenda kuingia, Bwana Mungu ataenda kujitukuza. Haleluya. Mfalme amani ataenda kuonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hebu sageukia jirani yako, msalimie na kikwenu, mwambie Mungu akubariki. Muongeze kikwenu. Wewe ni Mkale nchini, wewe ni Mcharuo, wewe Mkisii, wewe ni Mkamba, Mkikuyu. Ongea na jirani yako, mwambie Mungu akubariki kwa lugha yako. Amen. Haleluya. Nyasaye agosesenie. Mungu akubariki. Nyasaye agosesenie. Haleluya. Bwana Yesu. Wakama mnasema ngaache Wakamba. Ngaya kuadhime. Sisikia. Yoni. Najifundisha na Wakikuyu. Ngaya kuadhime. Yes, haleluya. Na Wajaruo. Ngaya kuadhime. Nyasaye ukwe. Ai. Tuasifiwe. Wako. Piwa me. Haleluya. Ngaya yako radhime. Amen. Yes, mpigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Hata sisi wakisi tunasema kwamba Nyasaye agosesenie. Haleluya. Nimeacha nani nyuma? Nani nimeacha? Nani nimeacha? Masai wako? Hero. Wako? Kuna Masai? Kuna Mkale? Haleluya. Kuna Mkale? Hakuna, chipigie makofi mazuri kwa jina la Yesu. Hiyo basi utakalitambue uwepo wa wageni wameingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Wana Jesus Rescue Breakthrough Center, mnapenda wageni. Mnapenda wageni. Mnapenda wageni. Haleluya. Hivyo basi kama ni siku yako ya mara ya kwanza kuingia ama kushiriki katika nyumba hii ama katika madhabahu haya, ningetamani uinue mkono wako mahali popote ulipo. Wapigie wageni wetu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wenyeji piga makofi, shangwe na vigelegele. Haleluya. Hivyo basi wewe umeinua mkono, inua juu sana ndio niweze kukuona. Nani mwingine pande hii wako? Haleluya. Haleluya. Pigia, naomba tu mkasimame kwa miguu yenu mahali mlipo. Simameni tu kwa miguu yenu. Unajua tukiwa nyumba ambayo haina wageni, haleluya, wanasemanga namna gani? Haleluya. Kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, naomba tu mkasimame mahali mlipo. Simama tu. Wapigie makofi. Haleluya. Naona tu. Wow, wapigie makofi. Mwana wa mama nikawa naomba sana. Basi. Mupo. Naomba tu umesimama, chukua tu usogea hapa mbele. Amen. Usiogope. Usiogope, songea tu. Haleluya. Wapigie makofi wanaposongea. Tukiwaimbia waambia wageni wetu karibu. Karibu karibu, wageni wetu karibu. Karibu karibu, wageni wetu karibu. Songa tu nyuma kidogo. Kanyaga
hii carpet. Haleluya. Yes, hii carpet iko hapa ni kwa ajili yenu. Haleluya. Mnaona aje wanapendeza katika Bwana. Wamama wapigie makofi mazuri. Maana ni kama wamama mnaomba sana. Hata sisi tutaomba. Haleluya. Hiyo basi nataka mtuambie majina kule mmetoka, jaokoka ni vizuri pia. Kama unahitaji wokovu, kama hujaokoka ni vizuri askofu wako hapa kuombea. Na Mungu atakubariki. Karibu sana. Tunamwambia aje wageni. Mama kanisa simama usalimia wageni. Wakaribishe. Haleluya. Si ndio? Hiyo ni baraka. Wapigie makofi mazuri anapokaribisha wageni. Haleluya. Pigia wacha kuwa mteo wa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asipewe sifa. So mnaweza kaa na Bwana Mungu atawabariki. Mmekaribishwa hapa tumwabudu Mungu pamoja na mjisikie mko nyumbani. Haleluya. Asifu Yesu. So round nyingine wale wanalika na wazee tutaomba sana. Haleluya. Tutaongeza moto. Haleluya. Ili pia vijana waingie na wazee wafanye nini? Waingie katika nyumba ya Bwana. Haleluya. So wapigie makofi nyingine tena, maana nimesikia wengine ni Wakikuyu, wengine ni Wakamba. Haleluya. Hata sisi kwa Kisii tutaongeza maombi pale. Wale wa Charuo, Richard, ongeze maombi moto, wa Charuo waingie. Haleluya. Wa Meru, wewe ongeze makaa moto pale kwa hiyo pande, mwambie Bwana tunawahitaji wa Meru hapa. Haleluya. Kama wewe ni Mluya, wapigie Waluya makofi mazuri. Wanapo ongezea maombi pale, tuingie, tujaze nyumba ya Bwana. Haleluya. Asifu Yesu. Namna hiyo. Asifu Yesu. Kipindi kingine tena wiki mzima kutoka Sunday. Haleluya. Maybe ulikuwa hapa katikati ya wiki huduma ya 1-on-1 ukaonana na askofu. Haleluya. Na kuna kitu alikutamkia. Haleluya. Na Bwana Mungu akatenda. Haleluya. So wakati huu ni wakati wa ushuhuda. Haleluya. Wewe uliye na ushuhuda, tutamshinda shetani kwa kumtolea Mungu ushuhuda. Asifu Yesu. Kama uko na ushuhuda, nafasi ni yako sasa. Haleluya. Nafasi ni ya kipindi cha ushuhuda. Haleluya. Ni kile Mungu amekutendea. Amen. Unajua hata kuamka asubuhi kila siku kwa sababu uone ushuhuda. Haleluya. Asifu Yesu. Hakuna mtu akona ushuhuda katika nyumba ya Bwana. Mshuhudie Bwana. Haleluya. Asifu Yesu. Uliombewa Sunday, tulibarikiwa, tulikuwa na anointing service. Haleluya. Ulienda ukamwona Bwana. Haleluya. Hakuna mtu. Haleluya. Asifu Yesu. Basi jipigie makofi mazuri. Haleluya. Asifu Yesu. Yaani hata makofi huwezi jipigia. Iwacha mchezo Bwana. Haleluya. Hebu ukiacha jirani muulize uko serious kweli? Ongea na jirani muulize uko serious kweli? Yaani hata huwezi kujipigia makofi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hivyo basi kipindi nataka nimkaribishe secretary wa kanisa, na kama kuna mtu maybe anaweza kuwa na wimbo. Haleluya. Angetaka tuimbia. Amen. Pigie mama yetu makofi mazuri. Basi kipindi ni kipindi ambacho ni kipindi kizuri. Nikaribishe secretary ili aweze kutupa matangazo ya kanisa, na ninajua kwamba Bwana Mungu ataenda kujitukuza. Pigia yeye makofi mazuri. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni mchana mwema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina ni Josephine Nyambura na nimeokoka, nampenda Yesu. Mungu amekuwa mwaminifu, nimekuwa na wiki njema. Nimeona Mungu akiwa mwaminifu.
wangu katika kila hali na niko na jambo la kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuwakaribisha kila mmoja mjisikie mkiwa mahali ambapo panastahili, mahali ambapo Mungu anaenda kujitukuza chini ya mitume na manabii katika haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la kanisa ni Jesus Rescue Breakthrough Center, mahali ambapo Mungu anajitukuza zaidi chini ya mitume na manabii. Tunakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza pale saa 1 hadi pale saa 3, and then tunaingia katika kipindi cha Sunday School, and then ibada ya pili ambayo ndio tuko sasa inaanza pale saa 4:30 mpaka pale saa 8, na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. So tumekaribishwa zaidi na tukaweze kukaribisha wengi katika ibada zetu. Kama uko busy pale ungependa kuingia katika ibada ya kwanza, ni vizuri ukaribisha hata wengine zaidi. Kama kuna mahali unataka kukimbia, si vizuri kutokuja kwa ibada. Ndiposa kuna ibada mbili, kuja katika ibada ya kwanza. Kama leo tumekuwa wengi zaidi, watu wamekuwa wakijitokeza zaidi na Mungu amekuwa mwaminifu. So ukiwa na hiyo nafasi njoo, hata kama utashiriki ya kwanza na ya pili pia ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine kuna kuanga na ujumbe tofauti na ya kwanza na ya pili. So ni vizuri tukaweza kujitokeza zaidi na Bwana Yesu ataenda kutubariki na kutenda makuu. Mpangilio wa wiki bado hautabadilika. Katika madhabahu kila Tuesday kuna kuanga na huduma ya moja kwa moja. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanakuwa hapa katika madhabahu ya Mungu kuanzia pale saa 4 mpaka pale saa 10. Ukiwa na hitaji lolote, kama kuna kitu ungependa kuongea na watumishi wa Mungu, ama uko na jambo lolote, maybe uko na mtu ambaye ako na shida tofauti, ama uko mgonjwa, ama uko na kitu ambaye inakusumbua na ungependa kuongea na watumishi wa Mungu, siku ya leo inakuanga kidogo sana, lakini kuna nafasi kubwa zaidi kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10 on Tuesday. Mmekaribishwa zaidi. Pia kuna wengine huwa hawahudumu mahali hapa, maybe ni pale kwa plot, umeona kuna mtu ako na shida, muelekeze mahali hapa. Kuna watu wengi wamekuja mahali hapa na wakasaidika, wengine wahudumu mahali hapa, lakini wakienda wanaenda na ushuhuda. So ni vizuri tuwakaribishe ndiposa wakaweze kupokea kile ambacho pia sisi tunapokea, na Bwana Yesu atatubariki. Pale jioni kuna kuwa na evening service, mmekaribishwa zaidi na Bwana Yesu ataenda kutubariki. Kila Wednesday kuna kuanga na lunch hour service. Hii ni ibada kama hii ya saa hizi ambayo tuko, lakini inakuwa kwa kifupi kuanzia pale saa 6 mpaka saa 8. Tumekaribishwa zaidi. Zimekuwa ni ibada nzuri. Pale baadaye kuna kuanga na deliverance. Ukitaka pia kuona watumishi wa Mungu wanakuanga hapa. So ni vizuri tujitokeze. Kama hujashikana sana, kama maybe haujaajiriwa, ni kazi yako umejiajiri, unaweza kufunga hizo 2 hours tu ukuje mahali hapa. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anafanya katikati ya wiki. So tumekaribishwa zaidi na Mungu ataenda kutubariki. Siku hizi tumekuwa wengi, so karibuni sana. Usikuwa unakuja tu Sunday to Sunday. Ni vizuri pia ukipata nafasi njoo tukaweze kumomba Mungu kwa pamoja, na najua ataenda kutusikia na atatenda makuu na maajabu. Kila Thursday kuna huduma kama ile ya Tuesday ya moja kwa moja. Watumishi wa Mungu wako mahali hapa, so ni vizuri tukuje na tualike wengi na Mungu anaenda kutubariki. Pale jioni kuna kuwa na evening service ambayo inaanzia pale saa 11:30 mpaka saa 12:30, na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Kila Friday kuna maombi ya jioni kuanzia pale saa 11 mpaka pale saa 2. Tumekaribishwa zaidi. Ninajua Mungu ataenda kufungua mlango ya kwamba tutakuwa tunakuja Friday usiku, lakini kwa nafasi hii ni vizuri tujitokeze hiyo maombi ya jioni. Ukiwa na nafasi tu njoo tukaweze kuomba kwa pamoja, kwa maana Mungu anatenda mambo makuu kwa wale ambao wanamuita. Anasema ya kwamba hata kaa kimya kwa wale ambao wanamuita. So ni vizuri tukaweze kuja mahali hapa na Mungu ataenda kutubariki na kutenda makuu. Kila Saturday kuna practice ya praise and worship, Kingdom Dancers na choir. Mmekaribishwa zaidi. Ungependa kujiunga na hizo vikundi, hiyo Saturday kuna practice ambayo huendelea mahali hapa. Ni vyema tukaweze kuja. Ukitaka kujiunga nazo unaweza ona mama pale, na Mungu ataenda kujitukuza na kutenda makuu. Katika pia hii huduma kuna huduma ya boma kwa boma. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanaenda mahali ambapo umezaliwa, pale nyumbani wanaomba. Biblia inasema ya kwamba hapo mbele mababu zetu walikuwa wanafanya vitu ambazo hazistahili, na mpaka wa sasa zinatufuata. Na watumishi wa Mungu wamepewa neema ya kwamba wakikanyanga pale ambapo umezaliwa, hao madhabahu wanaivunja na Mungu anatenda makuu. So mnaombwa zaidi. Tuseme for instance kuna wakati unafanywa deliverance hapa, na Mungu amesema ya kwamba kunahitajika na maombi kwenu. Hiyo ndio nafasi ambayo ninasema ni ya boma kwa boma. Ni vizuri uchukue hiyo nafasi, ukuje mpange vile itakuwa, ndipo sasa muende pale nyumbani. Kuna mambo mengi ambayo hufanyika mahali pale. Mungu anawafungulia mambo mengi ambayo hamkuwa mnajua, na unajua kwamba vile utakuwa unaomba
na vile utakuwa unafanya, na Bwana Yesu ataenda kutubariki. Ni vizuri ukiona mwangaza ukaweze kuangazia hata wale wengine, na Mungu ataenda kutubariki na kutenda makuu. So hiyo huduma ya boma kwa boma ni vizuri tuiwekee manani, na Bwana Yesu ataenda kutubariki. Kila mmoja anaomba akaweze kuingia kwa nyumba la Mungu kwa wakati ambao unastahili, na Mungu ataenda kutubariki. Kwa wale ambao huwa wanasimamia rent, kuna kuanga na namba ambao ni ya rent iko pale. Ni vizuri utume, unaweza pata katikati ya wiki, unaweza tuma mahali pale. Pia kuna projects ambao ziokuwa pale, ni vizuri kuna namba. Na pia ukitaka kutoa tithe ama offering, pia kuna nambali iko pale. Ni vizuri tuwajibike. Kuna wengine wanashika simu lakini mtu atumi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuache kupiga Mungu chenga. Ukichukua simu kama ni kutuma, tuma na itatoa Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Elijah Musyoka. Ikitoa jina ingine ucancel, na Bwana Yesu atatubariki. Mkuwe na wiki ya baraka, wiki ambao Mungu ataenda kuwatendea makuu na maajabu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Simpigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo basi umesikia, wacha kupiga Mungu chenga. Haleluya. Kama ni kutuma, wewe tuma. Nataka nimlete mama yetu ili atukaribishie askofu. Haleluya. Kwa sababu vipindi zingine tutaendelea nazo Sunday, kwa sababu leo kuna ibada ambaye Mungu ameiandaa. Haleluya. Na itakuwa ibada ya baraka. So naomba kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, haleluya, usimame tu kwa miguu yako, tumkaribishe nabii wa Bwana ambaye ni mama yetu, ili pia akaweza kutuletea askofu, na Bwana Mungu atatukuza. Inua mikono yako juu, piga makofi yako mazuri katika jina la Yesu. Piga tu makofi mpaka ingie madhabahuni. So hivyo basi, karibu sana mama yetu, na Mungu akubariki sana. Amen. Tumpigie makofi mtumishi wa Mungu. Wewe usiyepiga, siku yako itafika. Tumpigie makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si unisalimia hivi tu jamani. Wengine hatujaonana over the week. Haleluya. Mungu awabariki sana na watendee makuu. Last Sunday nilikuwa first service, maana nilikuwa nimeenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wageni, am Prophetess Christine. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na mimi ni mama ya watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki. Wageni wetu mjisikie mkiwa mahali panastahili. Nimewakaribisha kwa nyumba la Mungu kama mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema amen unasema na iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati wa neno nataka amen siwe mingi, maana hakuna watu wa kupeana backup. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nawakaribisha wote kwa ujumla wanaotutazama katika mtandao. Mungu awabariki. Tunapoingia katika kipindi cha neno, hata kama uko pale kwa nyumba yako, uko kazini, uko mahali popote unatuwatch, kuwa connected tukaweze kuinuliwa pamoja, na hii ibada itakuwa ya baraka. Kumbuka ni ibada ya Holy Communion ama kusongea meza la Bwana. Hiyo ni ibada huwa inaweza ponya mtu ambaye ataipokea akiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata sisi wenyeji tukue tayari kupokea kile Yesu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atawainua na atawatendea makuu. Tunapoenda kuingia kwa hicho kipindi, kuwa tayari. Ni vizuri uwe na Biblia yako na mahali pa kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Don't be a church goer ambaye anakuja tu, ana kitu anaweza soma katikati ya wiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi inua mikono yako nikamlete mchungaji. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu. Unaweza ukainua sauti jamani. Sisi wote tu, sisi wote. Ibada inakuja kwa kila mtu. Wewe ni Mungu. Wewe haubadiliki. Sema wewe. Wewe ni Mungu. Inua mikono. Sote tu
kuabudu. Kuna watu walipitwa na ibada ya kwanza ya worship, siwasikii. Inua sauti wewe, sote tufunge macho tujiachilie. Wewe ni Mungu, mwalike katika anga. Ulipitwa na kipindi cha kuabudu, unalika na pamoja nami. Haubadilishi tangu zamani, haubadilishi tangu zamani. Kwa sauti yako sote, wewe ni Mungu. Hivyo nipe sauti. Haubadilishi. Sema wewe ni Mungu. Imba wewe. Haubadilishi. Imba wewe ni Mungu. Imba wewe. Haubadilishi. Imba wewe ni Mungu. Jiachilie tu, ibada inakuja sio ya kawaida. Magonjwa yanapona wewe. Jiachilie, ibada sio ya kawaida. Funga macho jioni. Wewe ni Mungu. Wewe haubadilishi. Wewe ni Mungu. Wewe haubadilishi. Tangu zamani, wakati wa wanafunzi wake alifanya ibada wakainuliwa. Tangu zamani, inua sauti, sema wewe ni Mungu. Wewe achilie. Wewe ni Mungu, haubadilishi. Tangu zamani, haubadilishi. Wewe ni Baba wa Musa na Elijah. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani za Elijah hata leo unatenda. Tangu zamani za wanafunzi hata hapa utatenda. Wewe ni Mungu, tunasubiri kwako. Tangu zamani, haubadiliki. Imba wewe ni Mungu. Wewe haubadilishi. Wewe ni Mungu, haubadilishi. Inua mikono, sema wewe tena. Wewe ni Mungu. Sema haubadilishi. Wewe ni Mungu. Wewe haubadiliki. Tangu zamani, haubadiliki. Tangu zamani, haubadiliki. Wewe ni Mungu unainua. Wewe ni Mungu unayetuponya. Tangu zamani, haubadiliki. Tamka jambo wakati kama waneno, tengeneza anga yako. Tunaenda kupokea meza ya Bwana. Jitakaze, mwambie Bwana, tunapoenda kuingia katika hiyo ibada, jiandae Baba, katika jina la Yesu. Wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Ninakualika wakati kama huu Bwana, kuhani ambaye umemwandaa kwa ajili yetu mchana wa leo, awendaye kukanyanga katika hii madhabahu. Nafungulisha anga na mbingu kwa ajili ya neno. Natakaza anga na mbingu mtakatifu. Ninatakaza ewa kwa damu yako dhamana. Natakaza anga na mbingu Bwana. Naitisha
Acha mausia ya mbingu ikashuka mahali hapa. Nashika mateka kila signal zote za mandewache na mandewa worshiper. Huja kwa ibada kusaka Bwana, roho iliyo tayari kukupokea na kuzuilia milango Bwana isifunguke. Tunashika mateka wote wala na kukanyanga katika jina la Yesu. Nafungulisha anga la mbingu Bwana, naalika moto wako, naalika nguvu zako, nafunika Bwana anga zaidi Bwana. Wacha Bwana tuendapo kusikia neno lako, hiyo neno isiwe ya kawaida, ikawe yenye manufaa mbele zetu, katika anga ya mtu wako hapa, katika roho ya mtu wako hapa. Hiyo ibada ikalete uponyaji, ikalete kuinuliwa, ikalete mjazo mpya, ikalete mjazo wa Roho Mtakatifu. Waliozuiliwa Bwana na wachawi wakapenye kupita kwa hiyo ibada, waliopandwa magonjwa ya giza kupita kwa hiyo damu yako, magonjwa yakateketee, lahana zikateketee, kansa zikaondoke katika jina la Yesu. Baba yangu nakualika mahali hapa, wacha Bwana ukanene Bwana, ukanene Yesu, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya mwili wangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya anga ya rescue. Wacha Bwana milango ikafunguke Bwana, kupita kwa hiyo neno lako, kupita kwa ibada ya kusongea meza. Baba yangu najiconnect na hiyo anga, nisifungiwe nje, nisikataliwe Bwana. Hiyo ibada ikawe ya manukato, ikawe ya ushuhuda kwa nafsi kwa. Asante Bwana. Roho Mtakatifu pata nafasi, nani katika jina la Yesu, na sote tusema big amen. Pigia Yesu makofi, shangilia tunapomleta mtumishi wa Mungu. Baba yetu kuhani sio mwingine bali Bishop Elijah. Pigia Yesu makofi. Amen. Simunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi ni mchana mwema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana amekuwa msaada karibu, amekuwa msaada wa karibu sana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nami naamini uko mzima ukiwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Geukia mwenzako mwambie askofu amekusalimia. Mwambie karibu sana kwa ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi Mungu ni mwaminifu wapendwa. Bwana amekuwa mwema tangia asubuhi tulipoanza ibada ya kwanza. Tumeona uaminifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile tumeingia ibada ya pili, vile vile najua kwamba Kristo anaenda kujitafutia utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Ni ibada ambayo katika hizo wiki tatu zimefuatana, kama umekuwa ukifuatilia vizuri, kuna kitu Mungu anaendelea kutuvunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na ibada ya kufunga na kuomba. Baada ile ibada tukaingia ibada ya anointing service. Baada ya hiyo sasa tuko kwa ibada ya kusongea meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ibada ambao hata kusimu huwa inatetemeka wakati anapotambua kwamba watu wa Mungu wanafunzwa umuhimu na maana ya kufunzwa na maana ya kusongea meza ya Bwana ama Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ibada inatakaza, ni ibada inasafisha, ni ibada inaondoa maroho. Mara mingi nataka mtambue watu wengi wamefungwa kupita kwa vinywaji, watu wengi wamefungwa kupita kwa vyakula. Kuna watu wanaota kwa ndoto usiku wakiwa wanakula vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanapojipata katika hali ya kula vitu, unalishwa vitu usiku, wewe unaona unakula chakula, mko kwa sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba mwili wa ndani umeshikwa mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ngano imewekwa na mwili wa ndani. Watu wengi huwa hawajui kuombea vyakula. Watu wengi wakiweka chakula kwa meza, moja kwa moja ni kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata watu udharau mpaka maji. Unanunua maji kwa duka, baada ya kununua maji mara moja unafunua chupa na unakunywa yale maji. Kampuni iliyoitengeneza unjui hiyo misingi ni ya wapi.
na hata zile mashini mahali zimetoka, huwezi njua wenye kutengeneza walikuwa na itikadi gani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ama walikuwa na maangano gani? Wakati unapokunywa yale maji pasipo kutakaza, unajipata ya kwamba shida ya tumbo ndiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajipata unakula chakula bila kuitakaza, mara unajipata katika hali ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo sababu Yesu alipotambua hii siri, alipokuwa anaangana na wanafunzi wake, alifanya ibada ya kula mkate ama kufanya sherehe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akala mkate pamoja, ama wakakuwa na ukashiriki chakula pamoja na wale wanafunzi wake, na akawaambia kwamba na hii nimeifanya kuwa kumbukumbu kwenyu, muwe mnaifanya hivyo, muwe mnafanya hivyo kila wakati kwa ajili ya kunikumbuka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo njia moja ya kusongea meza ya Bwana ama kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu ni njia moja ya kumkumbuka Mwokozi. Kumbukeni ya kwamba aliutoa mwili wake wa pekee ili ukue mkate ulio hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wa majeshi apewe sifa. Yesu akautoa mwili wake na akatupa kama mwili wa Kristo, akaufanya kama kuwa mkate ili na akautoa kwa ajili ya ulimwengu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasema ya kwamba kwa kukunywa damu yake kuna kufunguliwa. Damu ya Yesu utakasa, damu ya Yesu uosha, damu ya Yesu uondoa mangungu, damu ya Yesu ufunja laana, damu ya Yesu ufunja mikataba, damu ya Yesu inaondoa uchafu katika system ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo mchana wa leo tunaenda kuongelelea kuhusu kukaribia meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usubuhi tumefanya hiyo ibada, watu wengi wamefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata mimi kuna nguvu nimeishi ambazo si za kawaida. Hii ni ibada ambayo huwa inainua watu kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huwa inatakasa mwili wa ndani. Watu wengi wanafungwa nafsi. Nafsi ndio huwa inafungwa. Watu wengi wamefungwa, ndio sababu unaona ya kwamba usiku unaota wewe uko kwa kitanda, lakini unajipata uko maeneo fulani. Kwa sababu gani? Hiyo spirit yako imeshikwa mateka, inatembezwa. Bwana Yesu apewe sifa. Uko hapa Nairobi, unajipata uko nyumbani. Uko hapa Nairobi, unajipata uko kwa shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapa, unajipata uko kwa maji mingi. Unashindwa ni kitu gani hiki? Unajipata unakimbizwa na manyoka. Unajipata kuna mambo fulani inakutatiza. Kisa na maana ni kwa sababu nafsi yako imetekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati wa ibada kama hii ambao tunafanya leo, ya kufanya ibada ya kusongea meza ya Bwana, hii ibada huwa inafunja nira, inaharibu utawala wa shetani, inaharibu system yote ya shetani aliyoweka kwa maisha yako, aidha kupita kwa vyakula ama kupita kwa vinywaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ukaribishwa pati, unakaribishwa kwa sherehe, ile sherehe wewe unjui misingi yake. Kuna watu utoa kafara, kuna watu ufanya hizo sherehe wakiwa na nia, wanapochinja mbuzi ama wanapochinja ng'ombe, inakuwa kuna maneno wametamkia hizo nyama. Kwa hivyo wakati unapoenda kula tayari wewe unanaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ibada ya leo itakutakasa. Ibada ya leo itakufungua. Ibada ya leo itafunja maangano yaliyopandwa kupita kwa vyakula na kupita kwa vinywaji, kwa utukufu wa jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliza mwenzako kama uko tayari. Muulize uko tayari kwa ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nipe sikio lako nikaweze kukufunza maana ya kusongea meza ya Bwana, kwa sababu pasipo kufunza huwezi ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sunday nilifunza maana ya kufanywa anointing ama ibada ya kupaka watu mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi wakajua kuna umuhimu wa kupakwa mafuta, kwa sababu wale huwa wana challenge yale mafuta ni wale huwa waelewi maana yake, lakini nikafunza vizuri watu wakaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Pastor Allison kuna mahali amekimbia, kwa hivyo hatungeweza kuwa na ibada ya pili. Pastor Rogers mke wake alijifungua siku ya
ni Tuesday ama Thursday, kitu kama hapo. Kwa hivyo angeweza kuwa pamoja nasi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. John chako kazi, patroni walikuwa first service na karudi kwa shughuli ambazo amekuwa nazo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Biblia inasema kitabu kile cha John chapter 6 number 47 mpaka 51. Tuone vile neno la Bwana inavyosema na Mungu atatukuzwa. Wacha nisome ndio tuende kwa haraka na Bwana atatenda. Inasema hivi, amini amini nawaambia, yeye aminiaye yuna uzima wa milele. 48, mimi ndimi chakula cha uzima. 49, baba zenu waliila mana jangwani wakafa. 50, hiki ni chakula kishukao kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. 51, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana na abariki maneno yake. Bwana na abariki maandiko yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii ni maneno Yesu alikuwa ananena na wanafunzi wake. Kumbukeni ya kwamba ilifika wakati Yesu akatambua kwamba sasa wakati umefika wa kutengana na wale wanafunzi wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na akawa alipokuwa akifanya kazi na wao, kuna mambo mingi sana waliyashuhudia yale Kristo alikuwa anayatenda. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ilipofika zamu ya kuondoka kwake, Bwana Yesu asifiwe sana, jambo la kwanza aliwarudia akawaambia kwamba amini nawaambieni, yeye haniaminiaye mimi yuna uzima, maana mimi ndimi chakula kilicho hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akatambua kwamba wakati wale wanafunzi atakapokuwa amewaacha na imani aliyokuwa amepanda kwao, wazidi kuishikilia na wazidi kumwamini na wazidi kukaa ndani yake, akawapea mfano akawaambia, mimi ndimi chakula, mimi ndimi ambaye niliye na uzima wa milele. Hivyo basi anayenikula ama anayenila mimi huwa anapokea uzima wa milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Akarudi akawaambia, mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni, mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu nilioutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Alipowapa huo mfano, akarudi kuwafanulia vizuri ya kwamba wakati wowote mtakapokuwa mnakaa na kila wakati mtakapokuwa mnaendelea na hiyo huduma ambao nimewaacha na wao, nimeiacha nao, ninataka mtakatambua kwamba mimi ndiye mkate ulio hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ulioshuka kutoka mbinguni, akafananisha mwili wake na mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni, na akarudi akasema ya kwamba yeyote atakaye kula huu mkate ambaye ni Yesu ataishi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na akawahakikishia ya kwamba ule mkate nao hapa ni ule mwili wake ambao aliutoa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wacha tuone kitu gani kilitendeka hapo tu. John chapter 6 number 52 na 53. Tuone vile neno la Bwana inavyosema. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Alipokuwa akisema hayo, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema, wasaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule. 53. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipohula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alipokuwa akiongea na wanafunzi wake, akiwaambia kwamba mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni, na mtu yote atakaye hula huo mkate
ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu nilioutoa kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Mayahudi walikuwa pale. Biblia inasema ya kwamba Wayahudi wakasikia hiyo habari Yesu alikuwa anaongelelea kuhusu mwili wa Kristo, ya kwamba yeye mwenyewe ndio mkate ulio hai, na huo ndio mwili wake ambao aliutoa kuwa uhai kwa ajili ya ulimwengu. Wale Mayahudi waliposikia hiyo, wakaanza kuulizana wao kwa wao, huyu mtu anaitwa Yesu anatuambia nini? Inawezekanaje yeye mwenyewe kutoa huu mwili wake watu wa ule? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akatambua fikira zao, akaja akawaambia kwamba basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hivyo basi wapendwa, pasipoula ule mwili wa Kristo na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yetu, pasipokuwa na hiyo neema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akawaambia Mafarisayo, wale Mayahudi, akawaambia kwamba amini amini ninawaambia, pasipo nyinyi kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hivyo basi kumaanisha kwamba kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo kuna uzima ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzima umebeba mambo mengi. Kuna uzima wa afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uzima wa mambo yako, kuna uzima wa maisha yako. Yesu anasema ya kwamba katika kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake kuna uzima. Mbali wasiokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, wao hawana uzima ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawaambia Mafarisayo, pasipo kula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamwezi kuwa na uhai ndani yenu. Kumaanisha kwamba mwili uko na uzima, damu iko na uhai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na ndio sababu hata siku ya leo damu ya Yesu Kristo pale ilipomwangika Kalvari, hata leo ile damu ni mbichi, inatiririka. Na ndio sababu kwa jina la Yesu tunatakasa mambo kwa jina la Yesu. Laana zinavunjwa kwa damu ya jina la Yesu. Tunaangusha utawala wa giza kwa damu ya Yesu. Maana damu ya Yesu imefunika, shetani hawezi akapata nzama. Maana damu ya Yesu imenguza, shetani mwenyewe hawezi akapita mahali pale. Anajua hiyo ndio damu ilipomwangika, iliondoa damu za kuku, damu za mbuzi, damu za kondoo na damu za ng'ombe zilishindwa nguvu na hii damu ya Yesu ambao siku ya leo tutaikunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia wanafunzi wake ya kwamba asiyekula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, uhai haumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Huo tu mstari wa 54, hiyo tu John chapter 6 number 54. Tuone vile inasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna hakikisho kati ya Kristo na sisi ya kwamba atakaye kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu kuna ufufuo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kumaanisha ya kwamba wale wanakunywa damu ya Yesu na kula mwili wa Kristo, jambo la kwanza wameahidiwa uzima wa milele. Jambo la pili, siku ya mwisho Bwana atawafufua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kuna ufufuo siku ya mwisho kwa wanaokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu, kuna uzima wa milele. Kwa hivyo wapendwa, chochote tunaenda kufanya siku ya leo, nataka utambue kwamba hiyo ni covenant katikati yako na Yesu,
ya kwamba amekuahidi uzima wa milele, na zaidi ya yote siku ya kiyama, siku ya ufufuo, yeye atakuwa pale na atakuthibitisha. Kwa sababu gani umekubali kushiriki ibada ya kula mwili wa Kristo, ambao kulingana na maandiko inasema ya kwamba yeye ndiye mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni, na mtu yote atakaye kula mkate huu ataishi milele, na mkate huu ni atakaotupa ni mwili wake ambao aliutoa kuwa uhai kwa ajili ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wa majeshi apewe sifa. Yesu akawaeleza kila anayekula mwili wa Yesu, mwili wake na kunywa damu yake, atakuwa uhai na siku ya mwisho kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ni garantia kwamba siku ya mwisho kuna ufufuo. Wakati unapokunywa damu ya Yesu ikichanganyikana na damu yako, zile damu zingine ulilishwa wakati ulipokuwa kwa ndoto, ukanyweshwa hizo damu na wachawi na wanganga, ukawekwa maangano na mikataba pasipo wewe kutambua. Damu ya Yesu itakaponguzana na hiyo damu yako, uchafu utaondoka kwa mwili wako na Bwana atatukuzwa kwa maisha yako. Magonjwa itaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hiyo John tu kifungu cha 6 mstari wa 55 inasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni chakula ni kinywaji cha haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawa akiwaeleza wanafunzi ya kwamba yeye chakula chake, mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawaambia mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Kwa hivyo wakati unapopokea ule mwili wa Kristo, utambue kwamba ni mwili wa ukweli. Kumbukeni ya kwamba akarudi akasema, mimi ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakao hapa ni mwili wangu niliyoutoa kwa ajili ya uhai wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mkate ambao tunaenda kula leo ni ishara tosha ya kwamba ni mwili wa Kristo tunashirikiana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na amerudi kusema ya kwamba Yesu akawaambia mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Kwa hivyo damu tutakao kunywa leo ndio ni kinywaji kama hiki cha kawaida. Inaweza kuwa ni soda, inaweza kuwa ni kwenja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama laibena. Lakini kwa uwezekano wa nguvu za Bwana tunaitakasa, tunaibadilisha kuwa damu ya Yesu, na wakati unapoikunywa mwili wako unatakasika, kwa sababu damu ya Yesu, kinywaji cha damu ya Yesu ni kinywaji cha kweli, na mkate wa Yesu ni mwili wa ukweli, na ni neno inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema mkate nitakaowapa mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaowapa ni mwili wangu. Maneno aliyoambia wanafunzi wake, nitautoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya Pasaka kabla haijafika, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maneno Yesu aliyoangana na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tuendelee tu. Hiyo John chapter 6 number 56 inasema nini? Inasema hivi, aulaye mwili wangu na kuikunywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kila anayekula mwili wa Kristo Yesu yeye mwenyewe ukaa ndani yake, na anayekunywa damu ya Kristo vile vile Yesu anakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yako. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna ngano katikati ya mwili wa Kristo na damu ya Kristo na sisi, ambaye alisema na tuwe tunafanya hivyo kama ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni ya kwamba alisema mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yote atakayekula mkate huu ataishi milele,
na mkate nitakaowapa nyinyi ni mwili wangu ninaotoa kwa ajili ya mkombozi wa dunia ama ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Yesu akaambia, kila anayekula mwili wake na kunywa damu yake, yeye atakaa ndani yake na wewe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati utakaposhiriki hii ibada ya kula mwili wa Kristo, kumbukeni ya kwamba alitupa mfano, akasema yeye ndiye mkate ulio hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na akarudi kusema ya kwamba hiyo mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaowapa ni mwili wangu ninaoutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Kuna mkate uko pale. Ule mkate Bwana ameufananisha, amesema ya kwamba yeye ni mkate ulio hai. Wakati unaponguza ule mkate, utakapoingia ndani ya mwili wako, kuna mambo fulani wapendwa itakuondokea, kuna mikataba itafunjika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni akasema ya kwamba yeye atakayeila. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amesema vizuri kile ya kwamba Yesu akasema, kila anayekula mwili wangu na kunywa divai yangu, yeye atakaa ndani yake na wewe atakaa ndani yako. Kumbukeni alisema ya kwamba yeye mwili wake ni wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema mwili wangu, mwili wake. Yesu akawaambia mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Kwa hivyo huu ni mwili wa Kristo wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni damu ya Kristo ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema, na mkuwe mnafanya hivyo kama ukumbusho, ili muwe mnakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 57, hiyo tu John chapter 6 number 57 inasema nini? Akarudi akamwambia, Baba yangu aliye hai alinituma, nami ninaishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa ajili yangu. Yesu akawarudia kuambia wanafunzi ya kwamba Baba yake aliyemtuma yeye yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akarudi kuambia, kwa sababu hiyo vivyo hivyo naye atakaye nila, yani kula mwili wa Kristo, mimi yeye ataishi pia kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akasema, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai nami niko hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi, atakuwa hai kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kula huu mwili wa Kristo, kuna kupata uhai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kumbukeni ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba asiposhiriki, Yesu akaambia Mafarisayo, pasipo kula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamwezi kuwa na uhai ndani yenu. Na Yesu akarudi akasema ya kwamba kila atakaye kula huu mwili wa Kristo atakuwa na uhai, na yeye kama vile Baba ako ndani yake, naye Yesu ataingia ndani yako, kwa sababu umefanya mkataba katikati yako na yeye kupita kwa damu. Na ndio sababu unaona watu wengi, kuna watu wanafanya ngano na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanafanya marafiki, wanasema kwa sababu tunapendana na ndio msije kuachana, wanasema tuweke ngano ya damu. Anachukua shindano, anandunga hapa, damu inatoka kidogo, na mwenzake anachukua anandunga hapa. Wewe unalamba hii damu ya mwenzako na yeye analamba yako. Hiyo ni covenant ambao ni mbaya sana. Ile siku mtaachana tu, mmoja wenu ama nyote wawili, kama si wazimu, mtakanzolo maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna wewe ushikutana na mtu kwa barabara akiwa amecancel maisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa amecancel maisha huwa anjiele yangu. Si unaonanga waenda wazimu? Au amecancel. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo angano kama hizo ni baya. Na ziko. Kuna watu walifanya hizo mangano.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine watu wanafanyanga hii kidole. Tuwapiane. Utaniacha na mimi sitaiacha. Weka ngoto. Wanaweka ngoto. Ta. Maana hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unifanya hivi inua mkono, damu itakuosha leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba kwa damu yake akarudi akawaambia kwamba kama vile baba yake alivyo hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi akawaambia baba yangu aliye hai alinituma nami ninaishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anatumana anasema ya kwamba atakaye mula yeye leo na yeye kama vile baba yake ako ambaye ni Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Baba yangu aliye hai alinituma nami ninaishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa ajili yangu. Hivyo basi kwa kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Yesu kuna ufufuo, kuna uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni Yesu aliambia Mafarisayo walipokuwa naulizana, inawezekanaje huyo mtu akatupa mwili wake tule? Yesu akawajibu akawaambia, amini amini nawaambieni, pasipo ula mwili wa Kristo na kunywa damu yake hamna uhai ndani yenu. Hamwezi kuwa na uhai ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na akarudi kusema ya kwamba yeye akawaambia mwili wake ni chakula cha ukweli na damu yake ni kinywaji cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akarudi kuambia kwamba atakaye kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake atakuwa na uhai wa siku, atakuwa na uhai na siku za mwisho kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akarudi kuambia kwamba atakaye kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake atambua kwamba kuna uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Yeye ndiye mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate atakaowapa ni mwili wake atakaotoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Bwana wa majeshi apewe sifa. John chapter 6 number 35. Tuone vile neno la Bwana inasema hivi. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye anjaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiaye hataona kiu kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaendelea na kuwaeleza ya kwamba yeye ndiye chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye atakayemwendea huyu Yesu hataona kiu tena. Yesu akamwambia, mimi ni chakula cha uzima. Yeye anjaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiaye hataona kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu alikuwa anatambua kwamba hawa wanafunzi wakimwamini na watambue yale mambo alikuwa anafanya na wakikubali kukaa ndani yake. Kumbukeni ya kwamba Yesu akamwambia, yale mambo ninaotenda nyinyi, yale mambo ninaoyatenda, mkiniamini mimi, mtayatenda makubwa hata kuliko haya nishayatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akamwambia, mimi ndiye mkate ulio hai. Kila uja kwangu ataona njaa tena, na kila amwaminiaye ataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo njoo kwa Yesu, hautaona njaa tena. Kuna njaa za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hautaona kiu tena. Bwana wa majeshi apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. 1 Corinthians chapter 11 number 26 na 25. Tuone vile neno la Bwana inavyosema, na kutoka pale Bwana wa majeshi atatukuzwa na ataonekana. Inasema nini? Maana kila atakapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki watangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hivyo kila haulaye mkate huu na kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawapa tahadhari wanafunzi wake. Akawaambia, ndio nimewapa ruhusa kula mwili wangu na kunywa damu yangu.
Lakini atakayefanya hivyo pasipo kujidhibiti ama kujikagua ama kujiita kwa mkutano, aone yeye ni mienendo yake ni aina gani, kwa kufanya hivyo kuna kujitia hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sababu hiyo 1 Corinthians chapter 11 number 28 and 29 inasema, basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huu na kunywa kikombe hiki. Ni vizuri kujifanya utafiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kama hii damu ya Yesu na mwili wa Kristo inatakasa na inafungua na inaponya, na inatakasa nafsi, inafungua mwili wa ndani unaofungwa na utawala wa giza, system ya shetani, Mungu anayaribu ndani yako. Hivi ni kumaanisha na wewe damu ya Yesu hawezi ingia mahali kuna ulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze kuwa unatafuna mairiungi na unakunywa damu ya Yesu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezi kuwa unakunywa pombe na uweke damu ya Yesu. Hiyo haitaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haitawezekana. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kujiweka kwa ratili. Uelewe wewe ni mtu aina gani. Basi kila haulaye mkate huu au kukinywea kikombe hiki cha Bwana isipostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu. Kumbuka, mwili wa Kristo na damu ya Kristo inaosha, inatakasa, inauwai ndani ya maisha yako. Kwa hivyo kama utakula hii mkate na unywe hii divai, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mtu aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu akijioji mwenyewe na hivyo haule mkate na kukinywea kikombe, Bwana Yesu asifiwe sana, maana halaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kupambanua ule mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amesema ni vizuri kujijioji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kujiita kama mkutano. Lakini mtu akijionji mwenyewe na hivyo haule ule mkate na kunywa kila kikombe, ni vizuri kujionji. Kujionji ni kujichunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujichunguza mienendo yako iko namna gani? Yale mambo unafanya ni mambo matakatifu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hiyo ndio Yesu mambo anaongelelea. Kwa hivyo haiwezekani kuwa wewe unafanya mambo ambao ni ya kuasi na ukule mwili wa Kristo na ukunywe damu ya Yesu. Hiyo ni kujitia Biblia inasema ya kwamba ni kufunga nafsi yako, kufunga mwili tena kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa umejipatia hatia ya mwili na ya damu ya Bwana kwa kufanya kile ambacho akistahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akatuma na akasema ya kwamba kwa kunywa hii damu yake kuna kufunguliwa. Kuna vitu mingi zitafanyika. Na wewe make sure kwamba mahali damu inaingia ni mahali patakatifu, mahali pasafi, mahali ambapo shetani atapeleka mashtaki kwa njia moja ama nyingine. Hii ibada ya kusongea mbele za Bwana ama kusongea meza, kukaribia meza ya Bwana, ni ibada ambayo shetani mwenyewe huwa inamtetemesha. Kwa sababu nimesema watu wengi wanafungwa nafsi, wanafungwa mwili wa ndani, sio mwili wa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sababu unajipata kwa ndoto unakula, unaota unakula vyakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kwa kitanda umelala lakini mwili umetolewa, umeenda sherehe Mombasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama umepelekwa maeneo fulani, unaona mko ushago mnakula pilau. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchele, nyama, unaona unachukua mnofu wa ng'ombe unaularua vizuri. Kuna mwingine alikuja hapa huduma ananiambia, askofu, jana nimekula nyama nikashipa, hata sasa sitaki nyama tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua wamemkujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo ni covenants shetani ufunga mwili wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo mwili wa ndani ndio unanyongwa na mapepo. Bwana Yesu apewe sifa. Huo mwili wa ndani ndio mapepo huwa inanyonga. Kwa upopi mwili wa ndani ndio shetani. Na hata nguo ikipotea, ndio sababu unaona watu wengi nguo zao zikipotea.
nguo ya mtu imebeba kifuri yake. Nguo imebeba kifuri. Kuna vile wanafanyanga hizo itikadi zao, anapiga hiyo nguo, sura yako inatokezea pale. Wanafanya vile wanataka, wanairudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kama nguo yako ikipotea, ukiipata, kama inawezekana usiifae kama haijaombewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watu wengi wanafanya ibada na hizo manguo. Anaweza ichukua aenda kufunge nacho, akufunge kupita kwa hiyo nguo. Nguo imebeba kifuri yako. Wanaenda wanakufunga kiroho na wanairengesha. Wakati ukija uichukue tu na uifalie, tayari wamekunasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema katika kula mwili wake kuna uhai. Mafarisayo wakamuuliza, inawezekanaje mtu huyu kutupa mwili wake tule? Yesu akamwambia, amini amini ninawaambia, asiyekula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake hawezi kuwa na uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawaeleza, kila anayekula mwili wa Kristo na kunywa damu yake atakuwa na uhai siku za mwisho, na kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akarudi akamwambia kwamba mwili wake ni chakula cha ukweli na damu yake ni kinywaji cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Geukia mwenzako, muulize kama ako tayari kupokea mwili wa Yesu. Muulize ako tayari kunywa damu ya Yesu. Na kama ako tayari, mwambie asimame na miguu yake miwili. Wale tulikuwa na nyinyi first service, hamtarudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi mlikunywa mwili wa Kristo na mkakunywa damu ya Yesu. Mlikula mwili wa Kristo, mkakunywa damu ya Yesu. Kwa hivyo hamtarudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ako na mamlaka ya kurudia ni kuhani, kwa sababu mpaka nionyeshana kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usirudi phase 2 na Mungu atajitukuza na ataonekana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Semeni, Bwana Yesu, naja mbele zako. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo ninakuomba Bwana ukaniondolee lawama zote na laumu zote, na chochote wenda ikawa nimekifanya nikiwa na njua na nikiwa sijui, kinaweza changia nikila mwili wako na kunywa damu yako ninjitia hatia. Naomba uniondolee, naomba uniondolee, naomba nitakaze, unisafishe. Niendapo kupokea mwili wako na kunywa damu yako, nikawe na uhai mbele zako, nikawe ndani yako na ukawe ndani yangu. Na kuanzia leo ukaniumbe upya, mambo yangu yakawa mapya. Angano lako la damu ikanitakaze, ikanisafishe, ikaniondolea uchafu wote kwa mwili wangu kutoka siku ya leo. Na mwili wako nitakapokula, kama vile umesema, atakaye kula mwili wako hataona njaa tena. Maisha yangu kuanzia leo, baada ya kula mwili wa Kristo, na yakashibe mema kutoka leo mpaka siku utakaporudi hapa duniani. Na ni kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Sema amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Unajua sasa umekubalika kula mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale hawaruhusi kunguza mwili wa Kristo ni watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ule mtoto ambao hauna nani anastahili, huyu anaweza kula. Huyu anaitwa naje? Mwikali. Mwikali ama anaitwa aje? Ile jina nyingine anaitwa aje? Lucky. Yeah. Lucky anaweza kula. Hiyo size ya youth anaweza kula kwa sababu ako karibu kumalizia shule. Kama uko secondary hakuna kunguza, wewe bado ni mtoto, hauna kitambulisho. Watu wa university wamefika level za kupata vitambulisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa bahati nzuri damu ya Yesu ikibaki, mtapewa mkakunywa huko nje, si hapa ndani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ya watu wanaelewa maana ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. So watoto nafikiri leo watasema askofu ni mbaya, lakini nitawatumania katoni moja ya biskuiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Katoni moja ya biskuiti, ile juisi itakayombaki wapewa wakule, lakini wasinguze hii hata ikibaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atatukuzwa. Hii ni ibada ambao huwa Mungu anaidhamini sana. Na hitaki kupewa watu ambao waelewi kile wanafanya. Hawa ni watoto wadogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo baada ya hii, kile kitakachobaki watafutiwe katoni moja first ya biskuiti, waende wakulie pale nje, na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuita mara tena mfalme wa ajabu. Nakuita mfalme kupita kwa kinywaji ambaye ni damu yako iliyo hapa mbele zetu. Naenda kuitakasa mara ya kwanza hadi mara 7 kwa damu ya Yesu Kristo. Nikivunja kila ngano zote zinaweza kuwa zimeandamanishwa na hiyo juice kwa damu yako dhamana. Naomba Bwana ukaitakase na ukaisafishe mara tena. Naenda kuibadilisha kuwa damu ya Yesu Kristo iliyomwanga msalabani. Ukasema ya kwamba kwa kukunywa damu yako kuna kupokea uhai tena. Nimetabiria Bwana, tutakapoenda kushiriki ibada ya kunywa damu ya Kristo, Baba wa mbinguni, ukatutakaze, ukatusafishe, ukatuondolee kila maroho yaliyofunga nafsi zetu, ukatuondolee kila vifungo, mangano tuliopewa wakati watu walikuwa wanajipata wanakula vyakula kwa ndoto. Baba wa mbinguni, angano zote kufita kwa vyakula na kufita kwa vinywaji zikachomeke na kuondoka ndani ya miili yetu. Chochote kilichokuwa kimefunga nafsi yetu, najua kwamba damu yako inatakaza. Najua kwamba damu yako inavunja laana. Najua kwamba damu yako inavunja maangano. Najua kwamba damu yako inavunja mikataba, inaondoa laana zote, inavunja madhabahu, inaondoa kila uchafu katika anga na katika miili yetu. Tuendapo kuipokea damu yako Bwana, ukatutakase, ukatusafishe, ukatuondolee mizigo wapendwa waliobebeshwa na adui wakati walipokuwa watoto wadogo na hata walipokuwa watu wazima. Naomba Bwana, kupita kwa hii damu yako, umesema kuna uhai, mambo yetu yakawa hai tena kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Naenda kutakasa huu mkate mara tena kwa damu ya Yesu. Ukasema ya kwamba wewe ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni, na ukasema ya kwamba wewe ni mkate ambao uko hai kupita kwa uwezo na kwa neema zako, na ukasema ya kwamba kila atakayekula huu mkate atakuwa na uhai na hataona njaa tena. Nimetabiria Bwana wa majeshi, tuendapo kula huu mkate ambao ni mwili wako ulioshuka kutoka mbinguni na ukautoa kuwa uhai kwa ajili ya ukombozi wa dunia, na kuita Bwana wa majeshi, tuendapo kufanya ibada ya kula mwili wa Kristo, najua kwamba kupita kwa maandiko umepeana hii amri ya kwamba tuwe tunafanya hivi ikuwa ukumbusho, kama vile ulivyotuonesha ama ulivyoonesha watumishi wako waliotangulia. Tazama, siku ya leo tunarudia iki ulichosema tuwe tunafanya hivyo ikuwa ukumbusho. Bwana wa majeshi, naomba Bwana ukapokee ibada, na kupita kwa ibada ukatuoshe, ukatutakaze. Kwa kula mwili wako hakuna kuona njaa tena, kunywa damu yako hakuna kuona kiu tena. Kuanzia leo nimeifunika kwa damu Yesu na kwa moto wa madhabahu ya mbinguni. Atakaye kunywa hii damu yako na kula huu mkate akiwa na vifungo, madhabahu, mapepo, manjini, maroho ya uchawi na unganga, laana, maangano, mikataba, historia baya, maneno machafu, kila nila zote, mikataba, system ya shetani katika miili yao yote ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Na kuna pepo itakaovumilia mahali hii damu itakapoingia, kwa kuwa damu usafisha, kwa kuwa damu utakasa, kwa kuwa damu ufungua. Na kupita kwa mkate Baba wa mbinguni utakapoingia ndani ya miili watu wako Bwana, hakuna utawala wa giza utakaovumilia. Ule moto umeachilia kwa hii damu yako na kwa huu mkate. Bwana majeshi, natabiria deliverance, uponyaji, ukombozi, kufunguliwa, kila nila zote zikaondoke, na mambo yaliyokwama katika anga, waliofunga watu wako spiritually kupita kwa hii wakafunga nafsi zao Baba wa mbinguni, kupita kwa hii damu yako na huu mkate wako Bwana majeshi, mwili wa Kristo, watu wako wote wakawe uhuru kwa utukufu na kwa nguvu zako. Iwe ni ugonjwa wa kansa, iwe ni ugonjwa wa ukimwi, iwe ni ugonjwa wa growth,
uwe ni ugonjwa wa ngoita, uwe ni ugonjwa wa stroke, uwe ni ugonjwa wowote, kifafa, Baba wa mbinguni, magonjwa ya uvimbe wa tumbo, fibroids, zote zikaondoke, bleeding yote ikaondoke kwa utukufu wa jina la Yesu. Kila aina yote ya magonjwa, kuumwa na viungo za mwili, yote Baba wa mbinguni ikaondoke kwa utukufu wa jina lako Bwana. Naomba hii damu yako ikatufanye kuwa huru kuanzia sasa, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na hata kuamini. Amen. Hayo maneno nimetamka ndio Mungu atafuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii damu ya Yesu ukiona umefanikiwa kuikunywa, unjua hakuna pepo ndani ya mwili wako na haitaipata nafasi tena kwa maisha yako. Hii mkate wa Yesu, mwili wa Kristo, ukifanikiwa tu uingie kwa kinywa chako, Bwana Yesu asifiwe sana, unjue hakuna mkataba wa shetani katika mwili wako. System yote ya shetani haitakuwa pale, kwa sababu Mungu atajitukuza. Kama wewe ni mgonjwa, hata kama ni ugonjwa gani, nataka uamini damu ya Yesu utakasa, mwili wa Yesu ufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokuja kuinama hapa, uchukue ule mkate na uchukue damu ya Yesu, uende usimame nao pale, ndio ni waongoze vile tutafanya. Nataka uinue imani ya kwamba damu ya Yesu inatakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu, damu Shetani zimeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Hivyo hivyo akasema, nataka uwe nikupo sana. Hii ni ya wale makazi ni waanti. Kila mtu chukua, waekea hapo, wachukue, wacha wachukue kutoka hapo. Chukua hiyo na uchukue damu ya Yesu. Chukua hiyo na uchukue damu ya Yesu. Twende kwa haraka, wana wako kufanya ibada asubuhi. Usafisha kabisa. Nataka tufanye kwa pamoja. So chukua mkate wa Yesu, chukua mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Akasema ya kwamba mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaowapa ni mwili wangu nilioutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Hapo ndipo Mafarisayo waliingiwa na shaka, wakaanza kumuuliza, inawezekanaje mtu kupeana mwili wake uliwe? Yesu akawaambia, amini amini ninawaambia, pasipokula mwili wa Mwana wa Adamu na kunywa divai yake na kunywa divai yake, hauwezi kuwa na uhai ndani yako.
Yesu akazidi kuwaeleza kila kwamba atakayekula mwili wa Kristo na kunywa damu yake atakuwa na uhai, na siku za mwisho kuna ufufuo. Wapendwa, kula mwili wa Kristo kuna uhai na kuna hakikisho ya kwamba siku za mwisho kuna ufufuo. Akawaambia kwamba mwili wake ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Hivyo wakati unaposhiriki ibada ya kula huu mwili wa Kristo, nataka utambue kwamba huu ni mwili wa ukweli, na hiyo damu ya Yesu tunaokunywa ni kinywaji cha kweli. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Akarudi akasema, kila anayekula mwili wake na kunywa damu yake, yeye atakaa ndani yake na wewe utakaa ndani yake. Kwa kula mwili wa Kristo na kwa kunywa damu ya Kristo kuna ngano katikati yako na Yesu. Yeye atakaa ndani yako na wewe utakaa ndani yake. Kwa hivyo hii ni ibada ambao haustahili kuiachilia. Kwa sababu gani? Ni ibada ambao tumeona ya kwamba iko na umuhimu sana kwa miili yetu. Biblia inasema ya kwamba kwa kula huu mwili wa Kristo, Yesu atakaa ndani yako na wewe utakaa ndani yake. Tena karudi akasema ya kwamba kama vile Baba yangu aliye hai alivyonituma nami nikaishi kwa sababu yake, vivyo hivyo atakaye kula mwili wa Kristo vile vile ataishi kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akarudi kusema, mimi ndiye mkate ulio hai, kila uja kwangu hataona njaa tena, na kila mwaminiaye hataona kiu tena. Kupita kwa ibada ya kula mwili wa Kristo kuna mambo, wapendwa, itafanyika kwa maisha yako. Kuna milango Yesu atafungua. Anasema ya kwamba kuna kupata uhai, kuna kufunguliwa kwa maisha yako, kuna vifungo sitakuondokea, kuna nila sitavunjika, kuna mikataba itaondoka kupita kwa uwezo na kwa nguvu za Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uko form 4 kuja. Form 4 amefanikiwa, anaweza kula mwili wa Kristo. Huyo ni mtu anaweza kuwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na Bwana wa majeshi atatukuzwa. Nataka sasa tufanye ibada kwa pamoja na Bwana atatukuzwa. Inua mwili wa Kristo mbele za Bwana. Inua mwili wa Kristo mbele za Bwana. Biblia inasema hivi, akashukuru Mungu akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Wakorintho wa kwanza 11:24 ndio inasema ya kwamba akashukuru Mungu akaumega akasema, huu ndio mwili wangu, ambao tumesoma neno tukaona ya kwamba yeye ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni, na mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate atakaompa ni ule mwili wangu ninaotoa kwa ajili ya Kristo. Kwa hivyo huu ni ishara ya kwamba huu ni mwili wa Kristo, na ndio sababu Biblia inasema akashukuru Mungu akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kila moja na weke kwa mdomo. Akarudi vivyo hivyo, baada ya kula akakitoa kikombe cha divai akasema, hiki ndicho kikombe cha ngano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Tuende kwa pamoja. Damu ya Yesu inakuanga tamu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi damu ya Yesu umeikunywa, ambao utakasa na usafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akasema ya kwamba hivyo hivyo hiki ndicho kikombe, akasema hiki kikombe cha ngano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari umekula mwili wa Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari umekunywa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia kwamba kila anayekula mwili wake na kunywa damu yake, yeye atakaa ndani yake na wewe utakaa ndani yake. Kuanzia leo Yesu ameweka ngano na mwili wako ya kwamba atakaa ndani yako na wewe utakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wa Kristo ni chakula cha kweli na damu yake ni kinywaji cha kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi kusema ya kwamba kila atakayekula mwili wa Kristo na kunywa damu yake atakuwa na uhai na siku za mwisho kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amgeukia mwenzako mwambie kuna uhai. Mwambie siku ya mwisho kuna ufufuo. Mwambie kuanzia leo mimi ni kiumbe kipya. Mwambie hakuna magonjwa ndani yangu. Hakuna kung'ang'ana tena. Vifungo zimeenda. Mambo ya kale yameondoka. Na hiyo ndio siku ama neno Bwana alikuwa ametumana siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kula mwili wa Yesu kuna ukombozi. Kula mwili wa Yesu kuna mwanzo mpya. Akasema ya kwamba kuna kupokea uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kufanywa upya. Damu ya Yesu inatakaza. Damu ya Yesu inasafisha. Damu ya Yesu inaondoa mangungu. Damu ya Yesu inavunja laana. Damu ya Yesu inavunja madhabahu. Damu ya Yesu inavunja maangano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuanzia leo sasa uko na nguvu mpya, kwa sababu Bwana amesema ya kwamba atakaye kunywa damu yangu na kula mwili wangu, Yesu atakaa ndani yako na wewe utakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuanzia leo kuna mkataba mpya katikati yako na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameweka covenant nawe na wewe ya kwamba atakaa ndani yako kwa kula mwili wake na kunywa damu yake na wewe utakaa ndani yake. Kwa hivyo kuanzia leo jua ya kwamba kuna mambo mapya yamechepuka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ibada inainua mtu. Inainua mtu kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ngojea mtaona vile Bwana ataenda kuwatembeza katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kuna mambo fulani Yesu ameyafungua. Kumbuka ya kwamba kwa kunywa damu ya Yesu na kula mwili wake kuna ushirikiano baina yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama shetani hapo nyuma alikuwa amekata ushirikiano wako na Mungu, leo Bwana amerudisha covenant yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ameweka covenant na wewe ya kwamba wewe utakuwa ndani yake na yeye atakuwa ndani yako, na uzima utaupata, na siku ya mwisho ufufuo utakuwekwa kwako. Na hiyo ni neno la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Masia Bwana wa Mungu. Nasema ni asante Bwana kwa ibada ambayo umeniongoza tukaifanya mchana wa leo. Umenituma na ujumbe nimewafikishia ya kwamba tunastahili kunywa damu yako na kula mwili wako. Na ukatuahidi ya kwamba tukikunywa damu yako na kula mwili wako, kwa hakika Bwana utakuwa Mungu kwetu na sisi tutakuwa wana wako. Utakuwa pamoja nasi, utakuwa ndani yetu na sisi tutakuwa ndani yako. Ukatuahidi ya kwamba mwili wako ni chakula cha ukweli na damu yako ni kinywaji cha haki. Baba wa mbinguni, ninakusihi kupita kwa kinywaji tumekunywa, damu ya Yesu tumeikunywa leo. Najua kwamba damu ya Yesu utakaza, damu yako usafisha, damu yako uvunja kila nila, damu yako uondoa maroho. Wacha Mungu Baba mbinguni wapendwa, kupita kwa damu ya Yesu wameikunywa mchana wa leo, mambo yao yakawa mapya. Naamini ya kwamba umeweka ngano mpya na sisi, ya kwamba utakaa ndani yetu na sisi tutakaa ndani yako. Baba wa mbinguni, umesema kwa kunywa damu yako hatutaona kiu tena, na kwa kula mwili wako hatutaona njaa tena. Ninaamini ya kwamba katika hizo vitu mbili umenena, kuna mambo mapya yanaenda kuchipuka kwa ajili ya maisha yetu. Naomba Bwana kila wakati hawa wapendwa ukatimize hiyo nadhiri yako na hiyo covenant yako na watu wako Bwana, ya kwamba kila wakati utakuwa na walinda, kila wakati utakuwa pamoja na wao. Walinde waingiapo, walinde na watokapo. Najua ya kwamba waliokuwa wagonjwa tayari umewaponya, kwa sababu damu yako inatakaza, damu yako inaponya, damu yako inafungua, damu yako inaosha. Na ninaamini mili ya watu wako umeiosha
na hakuna ugonjwa wala maroho yatakao stahimili tena mahali ambapo damu ya Yesu na mwili wa Yesu umeingia. Baba, tawala kwa maisha yao, walinde kwa kila hatua na kwa kila mbinu, na ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu ninaomba na atakuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Uliingia hapo ukiwa mgonjwa, inua mkono. Uliingia hapo ukiwa mgonjwa. Ukiwa mgonjwa. Kuja hapa mbele. Kama ulikuwa mgonjwa kuja hapa mbele. Uliingia hapo ukiwa mgonjwa. Uliingia hapo ukiwa mgonjwa. Kuna mahali palikuwa panauma. Ulikuwa mgonjwa nini? Ulikuwa unauma na wapi? Na mkono. Mkono. Kuanzia hapa mpaka huko. Na sai? Nasikia niko salama. Umesikiaje? Niko poa. Uko sawa? Hivyo umesikia damu ya Yesu haiingia mahali kuna ugonjwa. Damu ya Yesu utakasa na usafisha. Na tayari uponyaji umeupokea. Pea mwenzako. Na wewe ulikuwa? Nilikuwa na makali sana kutoka hii wiki yote. Kichwa, baridi. Nasikia kwa miguu hivi kama kuna kitu inatembea kwa miguu hivi. Mpaka wao inakuwa baridi kabisa mpaka hata mtu hawezi kuuza. Na ukiingia hapo ulikuwa unahisi hivyo? Na saa hii? Saa hii nasikia kifua yangu imefunguka, nilikuwa nashindwa kupumua. Kifua imefunguka? Hata sauti. Mama ako wapi? Alikuwa anaongea hivyo? Alikuwa amefungana kabisa. Sasa hata kuambukiza homa Mungu amemponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu imefanya kazi. Na wewe ulikuwa ni wapi ndugu? Mimi nilikuwa nauma na kichwa. Ulikuwa nauma na kichwa? Hii shingo yote. Tumbo. Na mwili wote kudhoofika. Na kutembea nikianguka. Ukianguka? Ukitembea. Kwa maana damu yangu level yake iko chini sana. Damu yako iko chini? Iko chini sana. Iko chini. Damu yako? Unajua kuna mtu nilimtolea damu na alipoacha kanisa akaenda na damu yangu. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Hata pastor alitoa. Walienda na damu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tulienda kutoa mama Lucy. Mimi pastor sijui nani mwingine. Mama sijui nani. Mama ulienda? Haukokuwa? Tulikuwa watu waine. George alikuwa, tulinyang'anywa damu watu wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuliwatolea na wakaenda, walipoenda hawakuacha damu yetu. Walienda nao lakini haina shida. Mungu alitongezea nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sasa unasikia aje? Sasa nimeanza kuwa niko sawa. Umeanza kuwa uko sawa? Mwili umeanza kuwa. Unasema ulikuwa unaanguka ukitembea. Sasa hiyo hakuna tena. Amen. Hivyo umehisi utofauti na ikuwe hivyo kwa maisha yako. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Hii ni ishara tosha. Nimefanya hivyo ndio muelewe kile Mungu anamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi nikiingia hapo asubuhi kuna mahali palikuwa pananisumbua sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya kunywa damu ya Yesu asubuhi nilisikia baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Instant healing. Kwa sababu damu ya Yesu utakasa, usafisha na inaponya. Tayari hakuna ugonjwa ndani ya miili yenu. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ametenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtaona tu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Damu ya Yesu inatakasa, damu ya Yesu inaosha, inafagia uchafu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ikiingia ndani yako inafunja zile damu za kuku, za ng'ombe, za mbuzi ulizopanywa mikataba na wanganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuanzia leo nyinyi ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ni kiumbe kipya na Bwana ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari iko hivyo. Maisha yenu Bwana anaenda kuyabadilisha. Amesema mambo yatakuwa mapya akiwa ndani yako, wewe ukiwa ndani yake, mambo yote imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akiwa ndani yako,
na wewe kuwa ndani yake, hakuna jambo inaweza ikakushinda. Kumbukeni ya kwamba Wafilipi 4:13 inasema ya kwamba tutayaweza mambo yote tukiwa ndani yake yeye atutiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hao watoto wadogo waende wanunue biskuti. Pakiti katoni moja ni pesa ngapi? Katoni moja ni mia ngapi? 200 ama 300? 300. 300. Imbeni kwa furaha. Andaa sadaka yako tupeane mbele za Bwana. Andaa sadaka yako tupeane mbele za Bwana, na Mungu atasimama. Watoto wote waende huko nje, waende wakae maskani pale, watengenezewe mkango vizuri, wakunywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaona vile wamefurahia? Kumbe nilikuwa nimewafungia jambo. Sasa wataenda wakisema askofu ni mzuri. Kama singefanya hivyo, ile malalamishi ingekuwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sababu Yesu akasema wacheni watoto wadogo waje kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa waende wawekewe hiyo mkinywaji wa kunywa vizuri, na Mungu atatenda. Andaa sadaka yako mbele za Bwana. Inua sadaka yako. Tukitoa sadaka ni vizuri tuko tunasimama. Yesu aliniambia sadaka huwa inafanya mambo makubwa sana kwa maisha ya mtu, na ni vizuri kuwa tunasimama wakati tunapomtolea Bwana dhabihu, na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Masia mwana wa Mungu. Nasema ni asante kwa sadaka ambayo tumeinua mbele zako. Naomba Bwana ukasitakase kwa damu kwa dhamana, nikivunja mangano na kila maneno yote ende kawa yalikuwa meneno kupita kwa hizi fedha. Bwana majeshi, ninajua kwamba fedha inapitia kwa mikono ya watu wengi. Wengi ni wale hawakuamini, wengine wanaabudu miungu, na ndio sababu wakati tunapopokea hizi fedha tunastahili kuzitakasa Mungu Baba wa mbinguni, ili zikaweze kuwa zimetakasika mbele zako Bwana. Wacha Mungu Baba wa mbinguni ukapokea hii dhabihu. Najua kwamba sadaka wewe inanena, wache kanene uzima kwa ajili ya kila mmoja, na ukatatue na ukaondoa mateso na mahangaiko na mizigo waliokuwa wamebeba Bwana. Kupita kwa hii dhabihu mfalme ukaponya mambo yao, na ni kwa jina la Yesu naomba hata kuamini. Amen. Amen. Sadaka ni hapo mbele. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Kupita kwa damu ya Fungu la 10. Ametuletea uzima tele. Asha la fungu la 10. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Shangilieni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima tele. Basha fungu la 10. Basha fungu la 10. Sadaka ya shukrani ama dedication. Uko na fungu lako la 10, simama hapa mbele tuweze kuipeana mbele za Bwana, na Mungu atatukuzwa na ataonekana kwa utukufu na kwa jina lake. Tambueni ya kwamba yote yameisha. Chochote kilikuwa kimekwamisha maisha yako kimeondoka. Hakuna delay tena katika anga yako. Hakuna roho itakao divert baraka zako. Kutoka siku ya leo kile Bwana amepanga kiwe chako.
ndicho kitakuwa chako. Shetani hata kunyang'anya tena na hata ondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mtaona vile Mungu wa mbinguni atakuwa mwaminifu, kwa sababu Bwana ni mwenye nguvu. Inueni bahasha zenu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako. Tazama mikononi mwao Bwana, wameinua bahasha la fungu la 10, nami naomba ukaipokee. Vile wamenyosha mikono yao kwa ajili yako Kristo, nami nakuomba Bwana ukanyosha mkono wako kwa ajili yao. Ninakuita ukabariki kazi yote ya mikono yao Bwana, kupita kuwizo na kwa neema zako Masia mwana wa Mungu. Kila chochote kitakachokuwa kinapitia kwa hiyo mikono yao, nimetamka Bwana kikatakasike kwa neema, kwa dhamana katika jina la Yesu. Kila mapepo na maroho machafu yatakaojaribu kuinuka kuharibu msabibu ni mahali hiyo kazi ama hiyo fedha inapatikana, hizo roho ya uharibifu na isije ikapata nafasi atakamwa kwa jina la Yesu Kristo. Maroho ya ukaufu na yasiyofanikiwa atakamwa mbele zao Bwana. Naomba kuwabariki wengi hapo, uwabariki na watokapo. Baba, fungua milango yao, mkawatendee mema kwa utukufu na kwa jina lako Bwana. Tazama kuna roho iko hapa ilikuwa inatamani kutoa lakini hawana. Naomba Bwana hivi kapo siku nyingine kama ya leo kuwabariki ili wakaweze kukutolea. Asante Yesu kwa wale wote wametoa sadaka za kawaida, wakumbuke na kuwatendee mema. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. Yesu alisema leo ninguse tu hizo bahasha zenu, na kuna kitu Bwana atafanya kwa maisha yenu. Kuna kitu Bwana atafanya kwa maisha yenu, na maisha yenu haitarudi tena kuwa vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi wapendwa, Mungu tayari ametenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda ukijua kwamba kuanzia leo nyinyi ni viumbe vipya ambao Bwana amepanga kuwapeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna silaha itakayoandaliwa kinyume nanyi iweze kupata nafasi. Mahali damu ya Yesu imenguza, shetani mwenyewe haezi akaangalia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali damu ya Yesu imenguza, shetani hawezi fanikiwa kunguza mahali kuna damu ya Yesu. Hivyo basi ule utukufu mnaondoka nao hapa, uende ukafunike nyumba zenu. Uende ukafunike nyumba zenu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtaona vile Mungu atakuwa mwaminifu. Hivyo basi wapendwa, Mungu awabariki sana. Hii wiki tutakuwa hapa huduma ya 1-on-1 kutoka saa 4. Tuesday nitakuwa hapa kutoka saa 4 mpaka saa 11. Bwana Yesu asifiwe. Na kila Thursday tena niko hapa huduma ya 1-on-1 kutoka saa 4 mpaka saa 11. Na kisha baada ya saa 11 tunakuwa na ibada ya jioni Tuesday na Thursday. Bwana Yesu asifiwe sana. Lunch hour service kila siku ya Wednesday kuna kuanga na lunch hour service, na after kuna kuwa na deliverance. Bwana Yesu apewe sifa. Friday tunakuanga na maombi ya kutoka saa 11 mpaka saa 2 jioni. Kwa hivyo ukipata nafasi vizuri kushiriki hiyo ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mazuri Bwana ametumana siku ya Sunday. Kwa hivyo endeleeni kujitolea kuingia kwa nyumba la Bwana, na muendelee kuelekeza wengine walio na shida ili Bwana awaje kwa rescue. Kumbukeni ya kwamba kanisa ni ya rescue. Maana ya rescue ni ukombozi. Watu ambao mnajua wamelemewa na mizigo, waelekezeni hapa na Bwana atawaponya. Bwana atawapumzisha mizigo yao. Matthew chapter 11 number 28 inasema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, naye Bwana atawapumzisha." Unapowaelekeza hapa, wakija, Bwana anapumzisha watu wake mizigo ile adui amewabebesha. Wewe tayari hakuna mizigo ndani yako. Damu ya Yesu haiwezi ingia mahali kuna mizigo ya shetani. Kumaanisha wewe umefunguliwa, na kama umefunguliwa, na wewe kubali wengine wafunguliwe. Elekezeni watu wa Mungu kwa ile nyumba, na ukombozi utapatikana kwa wengi. Biblia inasema Matthew chapter 7 number 12 inasema, "Vile ungetamani kufanyiwa, kubali na hata wewe kufanyia mwingine. Kwa kuwa ulielekezwa hapa na mwingine na ukapona, na wewe elekeza mwingine na Bwana atakubariki." Hivyo basi amani na imani ya Yesu itembee pamoja nanyi. Pigia askofu makofi mazuri.